Sema one term. Wewe William Ruto. Wewe Kasongo. Wewe muuaji. Wewe mwizi. Wewe Kasongo. Harambee. Sema Radio Kikao, Radio Kikao, Radio Kikao, Radio Kikao, Radio Kikao, Sauti ya Afrika, Radio Kikao. Bwana Mathi, kwa sababu wewe ni mgeni, ningependa kuanza na wewe. Unaona ya kwamba kurejea kwa Bwana Matiang'i na kuungana kwa Bwana Gachagua kutakuwa na impact yote kwenye siasa za Kenya, haswa wakati ambapo tunajipanga kwenda kwenye kura za 2027? Kwa maoni yangu, mimi nasema kurejea kwa Bwana Matiang'i kutasaidia sana upinzani. Ukiangalia hapo baadaye kama alivyofanya kazi kama waziri, wizara zote zenye aliingia, zenye alifanya kazi, aliacha mark. Naam. Ukiangalia wizara ya TT, ukiangalia wizara ya elimu, ukiangalia wizara ya security. Na ukiangalia ni kama sana kuna ufuasi wa Gen Z ambao wengi wao walitoka shule wakati alikuwa kwenye wizara ya elimu, na alinyoosha mambo pale. No. So yeye kurejea kwake na kupewa support na rais mstaafu Bwana Uhuru, naona kutasaidia sana upinzani, aungane na kina Kalonzo, aungane na kina Likiji, aungane na kina Wamalwa. Naam. Alafu unaona wakiungana wote, alafu wachague tu kiongozi mmoja, wanaweza fanya mambo. Naam. Bwana Alex, ningependa kukuhusisha hapa. Unaona vipi ya kwamba tumeweza kuona kwamba Bwana Gachagua ni mjanja, anaelewa ya kwamba labda kupimana na Bwana William Ruto haitakuwa vita ambayo ataweza kuishinda peke yake. William Ruto inaonekana aliungana na Bwana Raila Odinga baada ya maandamano ya Gen Z. Tumemwona kuwa Bwana Gachagua baada ya kutimuliwa ameweza kutafuta marafiki na kuungana pamoja nao. Unadhani ya kwamba kuendelea mbele muungano huu wakati ambapo, kwa sababu hawajaungana rasmi, kwa sababu kama ni kuungana rasmi lazima kukuwa na ile coalition agreement ya kwamba bado muda haujafika, lakini kuna dalili ya kwamba wataungana. Unadhani kutakuwa na impact yoyote kwenye siasa za Kenya? Kusema ukweli, kutakuwa na mambo mpya sana wa kisiasa, na nimeona akizindua chama chake leo. Naam. Kujaribu kufuatilia kwa mitandao, naona Wakenya wamekaribisha hatua ile. Kwa hivyo kuzindua chama kile na kurejea kwa Matiang'i na kushikana na viongozi wengine wa upinzani, huenda tukawa na muungano ambao utakuwa na nguvu sana mwaka wa 2027. Asante. Naam, asante sana. Na pia tukizungumzia kuzindua chama yake, tuliona kwa mduzi ule kama vile ambapo tuliona kwamba wakati ambapo Mama Martha Karua alikuwa anazindua chama chake, viongozi wengi sana waliweza kuungana naye pale. Pia tukaona kwenye chama cha DAP wakati ambapo walikuwa na sherehe pale kwenye headquarters zao maeneo ya Kilimani, kwamba kulikuwa na wanasiasa kutoka mirengo tofauti. Lakini hii ya Bwana Gachagua tuliona ya kwamba ni kama alikuwa peke yake na wanasiasa kutoka jamii yake peke yake. Unadhani ya kwamba labda wanasiasa hawa ni muda tu hawakuwa nao, ama unaona ya kwamba labda kuna message ambayo wanatuma na labda Bwana Gachagua hajaona message ile? Bwana Matthew, ningependa kwanza na wewe. Okay, kwa maoni yangu, kwanza tumpongeze Bwana Rigathi Gachagua kwa kuzindua chama chake leo, na sisi kama vizi wake. Naam. Yeye kuzindua chama chake na hao viongozi wakuu wa upinzani kutoonekana pale, kwa maoni yangu ni kama tu kuna kitu anataka kuonyesha. Na maybe nimeona Kalonzo amesema leo amekuwa mahali busy. Leo sijasikia kuhusu Martha Karua, sijaona kuhusu Eugene Wamalwa, sijaona kuhusu Fred Matiang'i. Lakini unajua ya Eugene alikuwa anasherehekea chama ambacho already kipo. Ukiona ile ya Martha Karua alienda juu chama chake pia kilikuwa. Hii ni chama mpya yake alikuwa anazindua. Maybe alisema leo alikuwa anazindua chama na kutangaza viongozi wa chama. Amesema by the end of the year atapanga sherehe ya chama. Maybe tuwatarajie pale watajoin, watamunga mkono.
Naam. Na pia tuliweza kuona pale kwenye uzinduzi wa chama ile kulikuwa na ghasia ambazo zilifanyika. Maoni yako ni yapi kuhusiana na ile ghasia ambayo tuliona pale? Kwa maoni yangu pale, ukiangalia mtindo wa vyama vyetu vya kisiasa, tukianza na ODM, tukienda na UDA, tukianza na Wiper, zote hizo vyama ziko zangi magunzi. Ukikumbuka Black Men kwa ODM, unapata UDA walikuwa wanapigana wakati wa nomination, ukipata Wiper pia kuna vita. Lakini kwa maoni yangu kuhusu uzinduzi wa chama cha Matiang'i leo kazi leo na kupatikana kwa goons, naweza sema hizo goons sponsored by the government, juu waonyeshe maybe kuna disruption. Na leo niliona bloga mwingine wa serikali akisema maybe ni wafuasi wa Rigiji walikuwa wana demand ile pesa ambao walikuwa wapewa kutoka ndio wahudhurie ile chama. Lakini kwa maoni yangu nasema hizo disruption na gunshots zilikuwa tu zimepangwa na serikali. Asante. Asante. Bwana Alex, ningependa kukuleta sasa. Ningependa kupata maoni yako. Kwanza ningependa kusikia maoni yako ni yapi kulingana na kukosa kufika pale kwenye uzinduzi ule kwa wanasiasa, haswa wanasiasa kama vile Bwana Eugene Wamalwa na Bwana Kalonzo Musyoka, na pia ningependa kupata maoni yako kuhusiana na ile ghasia ambayo tuliona ikitokea pale kwenye uzinduzi wa chama ile ya Bwana Gachagua. Asante. Nitaanza na kusema kwamba zile vurugu tunajua tu wenye vurugu ni akina nani. Hatujasahau kile ambacho kilitokea kwenye shule ya upili ya Butere. Kwa hivyo tunao watu ambao wanaona hali si nzuri, hawataki kukubali ukweli, lakini huo ndio ukweli. Mambo inaenda kubadilika kwa ground, vitu ni tofauti sana. Naam. Jambo la pili nikiwaangalia viongozi wa upinzani ambao hawajafika pale, haijaleta picha mzuri kwa sababu Bwana Rigathi amekuwa akiungana na wao kwenye hafla zao. Naam. Lakini kama vile mwenzangu ametangulia kusema, huu ulikuwa ni uzinduzi. Kwa hivyo sasa chama kinaenda kusajiliwa rasmi na kupata wafuasi. Sasa wakati wa sherehe hiyo ya mwaka sasa ya kuwakaribisha wanachama wapya, huenda tu wakajitokeza, lakini kuenda mbele ni kusema viongozi wa upinzani wasiposhikana hakuna mahali tunaelekea.